Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidi nisau khuliqta mubarra'a min kulli aibi kaannaka kad khuliqta kama tashau. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuha almustami'una wal mushahiduna alkiram. Karibuni wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu katika muendelezo wa darsa zetu, na leo biidhnillahi taala tutazungumzia faida za milhu taami. Milhu taami maana yake ni chumvi ya chakula. Leo tutazungumzia faida za chumvi ya chakula, lakini ni kuombe, kama ndiyo mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, si lazima, na kuomba ni khiari yako, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na usisahau kumswalia Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naam, ndugu zangu watazamaji, tukianza na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema sayyidu idamikumul milhu, sayyidu idamikumul milhu. Mtume anasema bwana, sayyidu, bwana, idamikum, wa viungo vyenu, almilhu, ni chumvi. Bwana wa viungo vyenu ni chumvi. Hadithi hii imesimuliwa na Ibnu Majah na Abu Ya'la na At-Tabarani kutoka kwa Anas ibn Maliki radhiyallahu anhu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameitaja chumvi katika hadithi zake na kuisifu kwamba ni kiungo bora kabisa, ni bwana wa viungo. Sasa wanawazuoni wanasema laula annahu lil ajsadi yadfa'u rutubatiha alfasida, wanasema lau isingekuwa chumvi, lau isingekuwa chumvi katika miili inaondoa unyevunyevu mbaya, unyevunyevu usiohitajika, la fasadati, basi miili ingeharibika. Hapa anamaanisha, wanawazuoni wanamaanisha kwamba chumvi inaondoa unyevunyevu usiohitajika katika mwili wa mwanadamu. Unyevunyevu mbaya chumvi inaondoa kabisa katika mwili wa mwanadamu. Na wanasema wa huwa harun yabisun latifun khafifun halalun. Na wanasema tabia ya chumvi au asili ya chumvi ni joto, ukavu, laini, nyepesi na ni halali kutumiwa. Yani chumvi asili yake ni joto, maana yake inaleta joto katika mwili, lakini pia ni ukavu, laini, nyepesi na ni halali kutumiwa. Wanaendelea wanasema wanawazuoni, idha dukhila fi sufufati alharati, hii chumvi ikitiwa katika dawa za unga, asufufat, dawa za unga, alharati, zenye asili ya joto. Kwa mfano, ukitia chumvi katika tangawizi au pilipili manga au mdalasini, hizi zote ni dawa. Tangawizi ni dawa, pilipili manga ni dawa, kadhalika ni mdalasini pia ni dawa, na asili ya dawa hizi ni ukali. Sasa wanasema idha dukhila fi sufufati alharati, hii chumvi ikitiwa katika dawa zenye asili ya joto, wanasema faida yake ya kwanza ni nini? Yani kwa mfano umechukua chumvi ukaiponda ponda kisha ukaitia katika tangawizi ya wastani tu, yani ile chumvi ukatia ya wastani, au ukatia katika pilipili manga au ukatia katika mdalasini,
Wanasema faida yake ya kwanza, wanawazuoni wanasema qawwal ma'idda, kwanza huimarisha tumbo, yani tumbo lako litakuwa imara biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wadabaghaha, na usafisha tumbo, usafisha tumbo. Manake hii chumvi ukiitia katika mdalasini kwa mfano, au ukaitia katika tangawizi au pilipili manga, yani katika dawa za unga, kisha ile dawa ukaitia ndani ya maji kwa mfano ya vuguvugu, au ukaitia katika uji alafu ukanywa, basi usafisha tumbo, tumbo lako litakuwa safi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa qata'a albalgham, lakini pia huondoa makohozi, huondoa makohozi, hukata kabisa makohozi. Wa nashafa rutubati alfasida, lakini pia hukausha, nashafa wa nashafa, na hukausha arutubati alfasida, unyevunyevu usiohitajika katika mwili wa mwanadamu, kama tulivyotangulia kusema. Lakini faida nyingine wanasema wahalala rihul munaqid, lakini pia wanasema katika faida zake nyingine ni kuondoa gesi iliyoganda, yani chumvi huondoa gesi iliyoganda katika mwili wa mwanadamu. Kwa maana kama unasumbuliwa na gesi, kama una tatizo la gesi, imeganda tumbo, limejaa gesi, basi tumia hii chumvi ya chakula, changanya kwenye tangawizi, tia kwenye maji ya vuguvugu, kunywa, gesi itakwisha biidhnillah. Au tia katika mdalasini, kunywa, gesi itakwisha biidhnillah. Lakini wanasema wa idha tabakha fil ma'i, na ikipikwa hii chumvi, yani ikitiwa katika maji ukachemsha, ukatia chumvi katika maji ukaichemsha, hata yanhalla, mpaka iyeyuke, yani ukachukua chumvi yako ya tu kwa mfano madonge kadhaa, ukachukua chumvi madonge kadhaa, alafu ukatia ndani ya maji ukachemsha mpaka ile chumvi ikayeyuka, washariba, na mtu akanywa, wanasema sahila safarau, inalainisha nyongo, sahila safarau, inalainisha nyongo, walbalgham, na makohozi, wasaudau, na bile nyeusi. Bile nyeusi ni stress ama huzuni, na hii ni imani ya wanawazuoni wa zamani, walikuwa wakiamini hivyo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ndugu watazamaji, hii chumvi ya chakula, hii chumvi ya chakula kama unahisi umelishwa uchawi, chukua chumvi ya chakula, isomee ruqya ya kisheria, kwa mfano suratul Fatiha, kisha unaweza ukasoma mara 7, kisha isomee suratu al-Falaqi, suratu Nasi, kisha somea ayatul Kursi na aya nyingine za rukia ya kisheria unazozijua. Isomee chumvi ya chakula, kwa maana ya chumvi ya mawe, kisha itie ndani ya maji yeyuke, kisha yale maji kunywa. Kama una dalili za mtu aliyelishwa uchawi, utatapika ama utatokwa jasho sana, maana yake hizo sumu za uchawi zitakuwa zinatoka, ama utaenda haja ndogo mara kwa mara, maana yake sumu za uchawi zitakuwa zinatoka. Lakini pia unahisi una dalili za mtu aliyerogwa, ama una dalili za mtu aliyehusudiwa, ama mtu aliyeathirika na kijicho, basi kadhalika au hata mashaitani, chukua chumvi ya mawe, isomee rukia ya kisheria. Baada ya kuisomea rukia ya kisheria, tia ndani ya maji hiyo chumvi, kisha hayo maji oga hayo maji kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa muda wa siku 7 mpaka siku 11. Sihiri itabatilika katika mwili wako, sihiri itabatilika katika mwili wako. Mwisho, kwa mahitaji ya visomo au kwa mahitaji ya tiba mbalimbali, madawa ya kisunna ambayo tayari tumeshayasomea, tuwasiliane. Nambari zetu za simu
ni 0652 28 63 23. Kama upo nje ya nchi utaanza na +255, yani plus jumlisha 255, alafu utaandika 652286323. Pia namba hizo napatikana WhatsApp kwa mahitaji ya visomo, kwa mahitaji ya tiba kiujumla, tuwasiliane insha Allahu taala tuweze kusaidiana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.